Kwa wale wafuatiliaji wa ligi kuu ya soka nchini Uingereza, utakuwa umeona watu mbalimbali haswa raia wa Uingereza wakiingia uwanjani huku kwenye nguo zao kuna ua jekundu. Je, umeshawahi jiuliza kwa nini maua hayo huwekwa kwenye nguo zao na hata pengine kwenye jezi za wachezaji? Mbali na kuwekwa kwenye nguo na jezi za wachezaji kabla ya mechi kuanza, makocha wa timu husika hubeba pia ua hilo jekundu na kusogea nalo mpaka uwanjani kwenye touchline, kisha huyaweka chini na kukaa kimya kwa dakika 2. Maua haya huvaliwa kwa lengo la kuwakumbuka maveterani wa vita ya kwanza ya dunia pamoja na wale waliohusika katika vita hiyo ambavyo vilifika ukomo mwaka 1918 mwezi Novemba. Hii ndio sababu kuu kila ifikapo mwezi Novemba basi timu za ligi kuu ya soka Uingereza EPL huvalia jezi zenye ua jekundu lijulikanalo kwa jina la Red Poppies, na sio tu wachezaji bali watu wengi nchini Uingereza wamekuwa na utamaduni wa kuvaa maua hayo, ikiwa ni ishara ya kuwakumbuka wahanga na mashujaa wote wa vita duniani. Rangi jekundu katika ua hilo inawakilisha damu ya watu waliopoteza maisha wakati wa vita, na rangi nyeusi ama doti nyeusi katika ua hilo huwakilisha huzuni kutokana na madhara ya vita. Siku hii huadhimishwa kwa siku ambayo vita vya kwanza vya dunia vilisitishwa rasmi saa 11 ya siku ya 11 ya mwezi wa 11 mwaka 1918. Pia inajulikana kama siku ya kusitisha vita, yani Armistice. Makumbusho haya yana maana gani kwa Waingereza? Siku ya ukumbusho ilianza kama njia ya kuadhimisha mwisho wa vita vya kwanza vya dunia. Ikumbuke mwaka 1918 Ujerumani ilikuwa imepoteza vita na ikaomba kusitisha mapigano au kukomesha mapigano. Saa 5 asubuhi mnamo tarehe 11 Novemba mwaka 1918 kusitisha mapigano kulianza rasmi. Mwaka uliofuata Mfalme George wa 5 aliomba umma wa Uingereza kukaa kimya saa 5 asubuhi kukumbuka wakati bunduki ziliponyamaza. Ikajulikana kama siku ya kusitisha vita, siku ya kukumbuka mwisho wa vita vya kwanza vya dunia na kukumbuka maisha ya waliokufa vitani. Ukumbusho huu unaadhimishwa vipi Uingereza? Sherehe hizi nchini Uingereza hufanyika kila Jumapili ya pili ya mwezi Novemba na hujulikana kama Jumapili ya ukumbusho. Siku ya Jumapili ya ukumbusho, shada la maua huwekwa kwenye mnara wa mashujaa huko Whitehall, London, na mfalme kama mkuu wa majeshi. Kimya cha dakika 2 pia kinafanyika Jumapili ya ukumbusho na siku ya ukumbusho yenyewe. Mamilioni ya watu nchini Uingereza na kote ulimwenguni husimama kuwakumbuka na kuwaheshimu wale waliokufa wakati wa vita. Familia ya kifalme, wanasiasa, vikosi vya jeshi na jamii huhudhuria ibada za ukumbusho katika makanisa kote nchini Uingereza na katika sehemu nyingine duniani. Gwaride maalum huandaliwa na maandamano ya takriban maveterani 10,000 hufanyika kila mwaka siku ya Jumapili ya ukumbusho kufuatia sheria ya kitaifa ya ukumbusho nchini Uingereza. Kwa nini ukimya wa dakika 2? Ukimya wa dakika 2 za kwanza nchini Uingereza ulifanyika tarehe 11 Novemba mwaka 1919 wakati Mfalme George wa 5 alipouomba umma kuadhimisha ukimya saa 5 asubuhi. Hii ilikuwa ni mwaka mmoja kamili tangu kumalizika kwa vita vya kwanza vya dunia, vita vilivyodumu kwa miaka 4. Mfalme alitoa wito wa kimya katika saa ya 11 ya siku ya 11 ya mwezi wa 11 ili mawazo ya kila mtu yaweze kuzingatia ukumbusho wa heshima wa wafu watukufu. Kwa nini watu huvaa poppies? Kuanzia mwisho wa Oktoba hadi Novemba unaweza kuanza kuona watu wakiwa wamevaa poppies na kuona shada za maua ya poppies kwenye makaburi ya kumbukumbu katika miji na vijiji. Wakati wa vita vya kwanza vya dunia, sehemu kubwa ya ardhi nchini Ufaransa na Ubelgiji, ambapo ndipo sehemu kubwa ilipiganwa kwenye vita vya kwanza, iliharibiwa sana kiasi kwamba hakuna hata mmea mmoja uliosalia hai. Lakini moja ya mimea ya kwanza kuonekana tena ilikuwa ni poppies nyekundu maridadi ambazo zilikuwa kwenye udongo wa kifusi. Poppies ikawa ishara ya kupoteza maisha, ukumbusho wa dhabihu iliyotolewa na wale waliokufa vitani na matumaini ya siku zijazo.